Biblia inasema katika ile Mathayo sura ile ya 7 na mstari wa 21 kwamba si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Usimuone kila mtu anayemwita Bwana, anayesema Yesu Kristo, ukadhani kwamba huyo mtu yumo ndani ya Kristo. Wengine tu wanatumia jina hilo kama kava ya kuficha uovu wao. Sikia hili, nataka niongee na wewe ambaye hujaoa au hujaolewa. Kesho utaingia katika ndoa, au yawezekana ulikuwa umeolewa au mambo yakawa tofauti. Leo tena unatamani kesho uingie katika ndoa, aidha uoe tena. Sikia nikupe mfano huu. Si kila mtu unayemuona yupo hospitalini, aidha anaenda hospitalini, kwamba mtu huyo ameenda kutibiwa. Hapana. Si kila mtu unayemuona hospitalini kwamba huyo mtu ni mgonjwa. Kuna wengine wanaenda hospitalini kutembelea wagonjwa. Katika hospitali kuna manesi, kuna madaktari na kadhalika. Nyumba ya ibada inachukua watu wa design mbalimbali. Si kila unayemuona katika nyumba ya ibada ukadhani kwamba huyu amekuja kujifunza neno la Kristo. Si kila binti au mwanaume au mwanamke unayemuona ndani ya nyumba ya ibada ukadhani kwamba huyu amekuja kumwabudu Mungu, kwamba huyu amekuja kutafuta msaada wa kiungu, kwamba huyu amekuja kujifunza neno la Mungu. Hapana. Wengine wamo ndani ya kanisa kwa ajili ya kuficha maovu yao, ili wasionekane kwa watu, kwa sababu wanataja jina la Yesu Kristo. Ndio maana maandiko yanasema si kila aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia nini katika ufalme wa mbinguni. Usidanganywe na kumuona mtu ndani ya nyumba ya ibada ukadhani kwamba huyo amekuja kumwabudu Mungu, japo na amini lengo la kwenda ibadani katika nyumba ya ibada ni kumwabudu Mungu. Ila tahadhari, si wote unawaona katika nyumba ya ibada kwamba wameenda kumwabudu Mungu. Wengine wameenda kuficha maovu yao, wengine wameenda kupeleleza watu, wengine wameenda kufanya mambo yao wanayojua. Kwa hiyo ndugu yangu unayeingia katika ndoa, usikurupuke kwenda kuolewa au kuoa mtu eti kwa sababu umemuona katika nyumba ya ibada. Amen. Muombe Mungu akupe hekima, akupe busara, akufungulie macho ya rohoni ya kupata kuona, je, huyu naye tamani kuingia naye katika hii ndoa, kujenga familia, je, ni mtu sahihi? Ni bora ukosee mingine, usikosee kuoa au kuolewa, kwa sababu unaenda kuingia na mtu katika maisha ya siku zote. So uwe makini sana, usikurupuke tu kwa sababu nimeona binti amependeza au kijana amependeza, kwa sababu hiyo kanisani ukadhani huyu ndio sahihi. Unaweza kwenda kudumukia. So omba Mungu akupe hekima ya kuchagua mtu sahihi kwako. Omba Mungu akufungulie macho ya rohoni upate kuona ni nani anayestahili, unayestahili wewe kufunga naye ndoa.